Chanzo cha pili cha ndoto ni ndoto zinazotoka kwa shetani. Adui anaweza akatumia mifumo ile ile ambayo Mungu anaitumia kuzungumza na wewe, yaani njia hii ya ndoto, na yeye akapandikiza kitu chake kwako. Wakati Mungu anayafunua masikio yako kukuongoza, adui anatumia nafasi hiyo kuharibu mambo yako. Naomba tusome Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kumbukumbu la Torati. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto. Unajua kuna watu wanaota ndoto sana. Mwotaji wa ndoto, Biblia imemtofautisha nabii na mwotaji wa ndoto, ingawa nabii pia anaweza akaota ndoto. Akizuka huyo, akikutolea ishara au ajabu, ni nabii akakutolea ishara au ameota ndoto akakuambia mambo ya ajabu. Mstari wa 2, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo. Sikiza, amekwambia hivi, nimeota ndoto kuanzia saa 5 asubuhi hii itanyesha mvua ya mawe. Unasema huyu mwongo kabisa, mvua ya mawe msijawahi kuiona Dar es Salaam. Kufika saa 5 mvua hiyo imeanguka ya mawe. Jamani, mmenisikia? Yaani alichokuambia kimetimia. Biblia inasema hiyo haijafanya hiyo ndoto iheshimiwe kwamba imetoka kwa Mungu. Amekueleza ndoto au unabii na umetimia kweli, sio ishara kwamba imetoka kwa Mungu. Anasema akikwambia hivyo, halafu akaongeza akachomekea jambo pale akisema hivi, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo. Mstari wa 3, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Je, nabii akikwambia jambo likatimia, lakini akakuambia baada ya hapo jambo la hovyo, akasema, Mungu anasema yule mwanamume aliyekuoa sio mapenzi ya Mungu kwako, anaye mwanaume mzuri kwa ajili yako. Sasa ili upate kunabii, upate kuamini, Mungu anasema kesho ikifika saa fulani kutatokea ishara fulani. Kasema wewe nenda zako wewe. Mimi siwezi kumwacha mke wangu bwana au mume wangu bwana. Lakini kule moyoni anasema, lakini ngoja tusubiri tuone uongo wa huyu nabii. Sasa ikafika ile saa kweli lile jambo likafanyaje? Likatokea. Mungu anasema bado hata hivyo usimsikie. Usimsikie. Kwa hiyo kumbe ndoto hatuikubali kwa sababu tu imetimia. Hapana. Tunaisikia ndoto kwa sababu matunda ya ile ndoto ni matunda mema. Ndoto inayoleta umoja wa familia yako, ndoto inayoongeza upendo kwenu, inayoisogeza nyumba yako kwa Mungu, hiyo ni ndoto nzuri. Sema amen. Ndoto inayozungumzia baraka yako, na sio mtu anakueleza ndoto yake halafu hiyo ndoto inakuacha unajisikia upendwi na Mungu, umekataliwa na Mungu, hakutaki kabisa. Hiyo sio. Mungu ameshakwambia usimsikize huyo mwota ndoto. Usifanye nini? Najua ushakuwa kiasi cha kutosha kuyaelewa haya nayokueleza, si ndio? Unajua miaka ya nyuma kidogo mtu alikuwa akiwaambia tu watu kama Mungu amesema. Mungu amesema. Zamani sana.
Mke wangu alinipigia simu akasema, fanya haraka uje nyumbani, fanya haraka uje nyumbani, Mungu ametupendelea. Nikasema kuna nini? Kuna nabii mtumishi wa Mungu mkubwa yuko hapa, amenambia mambo ya ajabu sana na yote ni ya kweli. Yaani mimi moyoni nikajua tayari mpenzi wangu kule ashanasa tayari. Nikasema sasa naomba unisikilize, zungumzeni yote, usiguse hela yangu. Akaniambia nishampa. Nikajua tayari, nikajua basi bwana, kitu gani kinaendelea? Nimemwandalia ugali, asema mpe ugali tu basi bwana. Mpe ugali aende zake. Sema amen. Haleluya. Ayubu sura ile ya 4 mstari wa 12. Basi nililetewa neno kwa siri. Sasa hii ndoto samani hakuiota Ayubu. Ukiangalia maandiko vizuri, hii ndoto ni ya rafiki yake na Ayubu, anaitwa Elifazi. Hiyo ndoto, kabla hujamwita mwanao Elifazi, inabidi umsikize, umuelewe Elifazi wa kwanza. Huyu alikuwa ni mmoja wa rafiki yake Ayubu, wale rafiki zake ambao walikuwa wamemzunguka Ayubu. Naomba tuendelee kusoma. Sasa Elifazi aliota ndoto, anasema nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manong'ono yake. Rafiki yako yameamka asubuhi anakueleza ndoto aliota, katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Sura ya 14. Hofu iliniangukia na kutetema iliyoitetemesha mifupa yangu yote. Kuna watu wakiota ndoto wakija kukuhadisia mpaka unaogopa. Nimekuotea usiku wa leo, hiyo ndoto imenitetemesha na mifupa yangu yote. Unasema sasa tuendelee. Sema ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu. Pepo, hebu nipe Kiingereza cha ili wajue pepo, wasidhani labda ni upepo fulani. Naomba Kiingereza cha mstari, version yoyote tu. Then a spirit, it was a spirit. Pepo kwa maana ya pepo mchafu. Elifazi anasema kuna pepo alipita mbele yake. Then a spirit passed before my face, the hair of my flesh stood up, na nywele za mwili wangu zilisimama. Anahadisia ndoto aliyoiota huyu rafiki yake Ayubu. So kuna pepo ilipita, nywele zikasimama. Tuendelee. Hiyo pepo ilisimama kimya. Jaza screen yote Kiswahili, nisiweze kutambua sura zake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, kulikuwa kimya. Pepo alipita. Yule Elifazi anajaribu kuangalia ni nini, anaona tu sura. Naomba Kiingereza cha hiyo tuangalie huyo mfano mstari wa 16. An image was before mine eyes. Kama anaona kama sura, kama kiwiliwili fulani hivi, kama picha fulani hivi iko mbele ya macho yake. Sema amen. Halafu anasema nami nilisikia sauti ikinena. Tuendelee mstari wa 17. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu atakuwa safi kuliko muumba wake? Tazama, yeye hategemei watumishi wake, na malaika zake huwahesabia upuzi. Sasa Elifazi anakuja kwa Ayubu. Ayubu sasa hiyo anaumwa, yuko hoi. Sasa kuna spirit ilisimama mbele yangu usiku,
nikatetemeka, nikapewa ujumbe huu kwa ajili yako Ayubu. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Unajifanya wewe ni mtakatifu kuliko Mungu Ayubu? Huyo Mungu hawategemei watumishi wake. Oh, mimi Ayubu ni mtumishi ambaye Mungu anamtegemea hapa duniani. Ile roho imesema Mungu ategemei watumishi wake. Hata malaika zake tu akina Mikaeli akina Gabrieli anawahesabu kwamba ni wapuzi tu fulani. Utakuwa wewe Ayubu? Unasemaje? Akiamka mpendo nyumbani kwako anakupa story kama hiyo. Lakini unajua nini? Ukiangalia mwisho wa majaribu ya Ayubu kule mwisho kule, Mungu alimuita huyu Elifazi na wenzake, akamwambia ninyi hamkusema kwa haki kwa Ayubu kwa habari zangu mimi. Yaani alikuwa anamwambia that was not me who spoke to you. It wasn't I. Sio mimi niliongea na wewe Elifazi, ni pepo. Sikuwa mimi Mungu. Kwa hiyo mtu akikuambia nimekuotea usiku, uwe makini. Hata kama akikwambia nilitetemeka, jasho ilinivuja baada ile ndoto, nilisikia moto, na endelea ongea umalize. Akimaliza wewe wakati wanaongea, pambanua chanzo cha ndoto yake. Unajua kuna mtu mwingine tu niliota tu basi anaamini. Huu ni utoto sasa. Au ni roho iliongea, anaamini kwa sababu ni kitu cha kiroho kimeongea. Ni Biblia imesema pambanueni hizo roho. Maanake kuna roho zingine zikiongea usikubali. Usikubali. Na Biblia inakwambia hata kama ikieleza ishara na ikatimia, bado usikubali. Ina maana Mkristo lazima awe na ujeuri fulani hivi, si ndio? Yeah. Mtu asikupelekeshe tu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Elifazi yeye mwenyewe alidanganyika kwa sababu tu aliota ndoto usiku. Kila unajua ndoto zinatisha. Elifazi mwenyewe alijua huu ni ujumbe. Kuna ndoto zingine ukiota wewe jua tu mimi usiku nimetembelewa na kiumbe muovu. Nisihamishe huu uovu kumpelekea rafiki yangu. Nimekuotea ndoto. Wakati wewe mwenyewe mpokea ndoto, ulipokea ndoto yako kutoka chanzo ambacho sicho. Yaani shetani anataka kukutumia wewe kuharibu mtu mwingine. Usikubali kutumiwa hivyo katika jina la Yesu. Ndoto ya kumpelekea mwenzako, pata uhakika kwamba ni Mungu amekufunulia. Kwa sababu na wewe ni mwanadamu. Kwa lazima upambanue chanzo cha ndoto yako kabla hujampelekea mpendwa mwingine. Usimuharibie siku yake. Usimuharibie mwenzako yuko anaolewa, unawahi, Bwana amenionyesha uko na mchumba wako, nikaona ile gari ikapinduka. Bwana akasema si mapenzi yangu. Na wewe asubuhi huyu si utulie kwanza upambanue hata kidogo. Aliyeongea na mpendwa wangu huyu ni Mungu? La kwanza, kila ndoto au unabii lazima upimwe katika chujio la Biblia, si ndio? Kwa sababu Mungu hawezi kujipinga. Na jambo la pili, hayupo mtu yote ambaye ni nabii wa maisha yako wewe. Nabii mkuu wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo Mungu kama anataka kuongea, jambo la kwanza ataongea na wewe. Wengine wote tutakuja kuleta uthibitisho wa kile ambacho tayari Mungu ameshaanza kuwa anaongea na wewe siku nyingi. Nirudie tena. Nabii mkuu wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Umenielewa? Baada ya Biblia, nabii mkuu ni wewe mwenyewe. Mtumishi yoyote ile wa Mungu, haijalishi ni mkubwa kiasi gani, atakachokuletea ni uthibitisho tu wa kile ambacho tayari Roho Mtakatifu
ameshaongea na wewe. Umenielewa? Ama aliongea kwa sauti ya ndani, muda mrefu ulikuwa unasikia moyoni kwamba ufanye jambo fulani. Unajiuliza, niende kwa Anderea nisiende? Niende kwa Anderea nisiende? Sasa mimi nadhani kama niende kwa Anderea jamani, Halafu akaja mtu ambaye alikuwa hajui hayo mawazo yako kule ndani, akakwambia kama Anderea amekuchumbia, Mungu anasema ukubali kuolewa naye, ni mtu mzuri. Anderea endelee. Sema amen. Lakini wewe huna mawazo ya Anderea, yeye amezuka from nowhere. Mwambie nashukuru. Usimseme vibaya kwa sababu inaweza kuwa kweli ni Mungu pia. Mwambie nashukuru, acha na mimi nikaliombea hili jambo, na umweleze wazi kwamba kwa sababu kweli Mungu hajawahi kusema na mimi juu ya hili, kwa hiyo naomba na mimi nikaliombea. Ukiona anaendelea mbele, hakuna kuombea, ni Mungu aliyeongea. So, Mungu apendagi manipulation. Mungu anajua alikupa utashi, hajawahi kummanipulate mtu yoyote, hajawahi kumtisha mtu yoyote. Watu wote Mungu amewapa utashi, anajua alikupa kuna kitu muhimu sana inaitwa akili. Una uwezo na una Roho Mtakatifu ndani yako, si ndio watoto wa Mungu? Haleluya. Kwa hiyo uwe makini sana kwa ndoto zako na unazoambiwa na rafiki zako, lazima upambanue vyanzo. Kwa nimesema chanzo cha kwanza ni ndoto ambazo zinatoka kwenye mwili wako, ama una njaa, ama ulikuwa una kiu, au ni mwili tu unatamani hiki au kile. Na ndoto ya pili tukasema ndoto zinatoka kwa shetani. Nitarudi hapo kwenye ndoto za shetani baadaye kidogo.